Mfumo huo umeandaliwa na serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, hasa wa sekta ya kilimo na biashara, na tayari umekabidhiwa katika ofisi ya mkuu wa wilaya Kyela kwa ajili ya kuanza kutumika rasmi kama mwongozo wa biashara ya mazao katika mpaka wa Kasumulu. Lakini pia ni mwongozo ambao umeweza kuingiza yale mahitaji yote ya pande zote ambazo zinahusika, wafanyabiashara, lakini pia wakulima na taasisi zingine za serikali. Mwongozo pia ni mwongozo ambao umeandaliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba utafanya biashara ya Tanzania iendelee kuwa rasmi, hasa kwa mazao ambayo yanapatikana katika maeneo yanayozunguka eneo lile la Kasumulu, lakini pia yanayotoka nchi za jirani. Mpango huu ama utaratibu huu utakavyotekelezwa, basi utafungua tena biashara ambayo ilikuwa imepotea na kutengeneza ajira zaidi kwa vijana na pia kuongeza mapato ya nchi yetu katika ngazi zote. Mwongozo huo umepokelewa na Katibu Tawala wilaya Kyela Bi Sabrina Mahmud kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo Bi Josephine Manase, ambapo ameahidi kuwa serikali ya wilaya hiyo itasimamia utekelezaji wake kwa ufanisi ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Tukakubaliana kwa pamoja tutaenda kuwa na Kasumulu Modo ambayo itaoperate mpakani peke yake, mpaka wa Kasumulu peke yake. Kwa mfanyabiashara yote ambaye atakayetamani kuanza kufanya biashara kutoa mazao kutoka Malawi kuingiza Tanzania, anatakiwa aingie kwenye mfumo huu wa Kasumulu Modo kwa kufuata taratibu ambazo zimewekwa, lakini vile vile taratibu hizi hazitafavor upande wa serikali peke yake. Ni taratibu ambazo zitakuwa zina operate kwa upande wote. Wafanyabiashara wataweza kuendelea na biashara yao vizuri, na vile vile serikali itaendelea kukusanya mapato yake kama kawaida kwa jinsi ambavyo wamekubaliana kati ya wafanyabiashara pamoja na wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo, kazi ya mkoa na halmashauri kwa ujumla. Aidha, viongozi pamoja na wafanyabiashara wa mazao katika eneo hilo wameipongeza serikali kwa hatua hiyo, wakieleza kuwa mfumo huo utasaidia kuimarisha biashara zao, kupunguza migogoro na kuongeza jitihada katika shughuli za biashara ya mazao. Mpaka hapa tulipofika, kutoka 80% kwa mazao ambayo sio mali ya Tanzania bali ni mazao yanayozalishwa sehemu nyingine kuja kufanyia biashara hapa, naona kama kuna dalili nzuri tunaiona sasa, milango inafunguka kuliko ile ya mwaka jana ambayo hatukuweza kabisa kupata nafasi hata ya kuja kusikilizwa. Tukakaa kwa pamoja kujadiliana, ambapo kipengele kigumu ambacho kilikuwa tunajadiliana ni kipengele cha tozo, ambapo tunashukuru upande wa serikali waliweza kutuelewa wafanyabiashara kutoka kwenye tozo 80 kwa kulipia kwa kila kilo upande wa kopla tu, tukakubaliana mpaka shilingi 40 kwa upande wa kopla. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.